Jina langu ni Jacqueline. Mimi ni mama wa watoto wawili na nimeolewa kwa miaka 7 sasa. Nikiwa nasimulia haya, mikono yangu inatetemeka kidogo, si kwa baridi, bali kwa uzito wa jambo lililovunja moyo wa mtu niliyempenda zaidi duniani. Niliolewa na mwanaume mzuri, si kwa sura tu, bali kwa roho. Mume wangu alikuwa mtu wa familia, mpole, mchangamfu na mwenye moyo wa kushirikisha. Alinifundisha maana ya ndoa kabla hata sijaielewa. Alikuwa akisema, "Jacqueline, sisi ni familia moja. Hakuna changu wala chako, kuna chetu." Nilipoolewa naye, nilimkuta tayari ana kiwanja. Alikuwa ameanza kujenga. Hakuniuliza chochote. Hakunitazama kama mwanamke aliyekuja kuomba msaada. Alinichukua kama mshirika wa maisha. Kila hatua ya ujenzi alinijumuisha. Alinionyesha michoro, alinieleza mipango yake na hakuonyesha hata chembe ya ubinafsi. Tulipomaliza ile nyumba, siku moja alinijulisha kwa upole, "Jacqueline, nimekufungulia kiwanja kingine, nimeandika majina yako pia." Nilishangaa. Sikumuomba, sikudai. Alifanya kwa mapenzi. Tulianza kujenga apartments. Leo hii kuna wapangaji na kila mwezi tunapata kipato. Alikuwa akiniambia kila kitu, hata akipata shilingi 100 kazini nilijua. Lakini kuna siri nilibeba moyoni mwangu. Kabla hata sijaolewa, nilikuwa na kiwanja changu mwenyewe. Sikumuomba. Niliposikia marafiki zangu wakisema, "Jacqueline, wanaume wanabadilika, jilinde, jenga kimya kimya." Nilisikiliza. Hofu ikatawala hekima. Nilijenga bila kumwambia. Nyumba ikasimama. Wapangaji wakaingia. Nilinunua kiwanja kingine. Kila kitu kilikuwa kimya, hadi damu yangu mwenyewe ilipoamua kuongea. Mwezi uliopita, dada yangu alinipigia simu. Alikuwa na shida ya pesa. Nikamwambia kwa upole, "Kwa sasa sina." Hakuelewa, akakasirika. Sikujua kwamba hasira yake ingetafuta pa kutua na ikatua kwenye ndoa yangu. Bila kuniambia, alimtafuta mume wangu. Akamweleza kila kitu. Akamwambia kuwa nimejenga nyumba bila yeye kujua. Akamwambia nimenunua kiwanja kingine. Akampelekea picha za nyumba. Akampelekea hati ya mauziano. Siku hiyo nilipoitwa, moyo wangu uligonga kama ngoma ya mazishi. Aliniuliza kwa upole, "Jacqueline, hizi ni nini?" Nilikanusha. Lakini aliponionyesha ushahidi, nilinyamaza. Nilisema ukweli. Hakupiga, hakutukana, hakuniita majina. Alisema sentensi moja tu iliyonichana roho vipande vipande. Nilijua tunatengeneza familia moja, kumbe mwenzangu unatengeneza maisha yako. Alisimama, akaondoka. Aliporudi jioni, hakuniuliza chochote. Nikajaribu kuomba msamaha. Akanitazama kwa macho mazito. "Huna cha kusamehewa. Ulichagua maisha yako. Tulee watoto." Kuanzia siku hiyo, mwanaume niliyemjua alibadilika kimya kimya. Akanibadilishia password za akaunti zake. Akaacha kuniambia kipato chake. Uso wake ulikuwa nyumbani, lakini moyo wake haukuwepo. Na hapo ndipo nilipoelewa. Niliumiza mtu mzuri sana. Leo nikiwa nasimulia haya, bado tunaishi nyumba moja. Watoto wanacheka. Chakula kinapikwa. Lakini ndoa yetu iko kimya kama kaburi lenye jina tu. Nimejifunza kitu kimoja kwa uchungu mkubwa. Siri ndani ya ndoa si ulinzi, ni sumu. Hofu ya kuachwa inaweza kukuacha peke yako hata ukiwa kwenye ndoa. Ushauri wa nje ukikaa juu ya mawasiliano ya ndani, ndoa hulipa gharama. Nilikuwa nataka kujilinda, lakini nikaharibu uaminifu. Nilikuwa najenga usalama, lakini nikabomoa umoja. Leo nina nyumba, nina viwanja,
lakini nina huzuni ya kumwona mwanaume aliyenipenda kwa dhati akijifunza kunitazama kama mshirika wa kulea watoto, si mshirika wa maisha. Kama ningepata nafasi ya kurudi nyuma, ningechagua kusema ukweli mapema kuliko kusema nilijilinda. Kwa sababu ndoa haihitaji watu wajanja, inahitajika watu waaminifu.